Na nini kingine sema? Na yenyewe full house. Siki wapa. Beba na hii sasa. Yaani nikakuchukulia na nikubebee tena hii. Wewe ushakula mandazi ujue. Beba. Shika na hii. Asa usiwizi huu. Ongoza. Ongoza. Shogangu, yule malaika kanitongoza. Yule malaika usimkubali. Yule mwenyewe mimi hata mimi kanitongoza. Ana haya huyo. Yaani? Vipi umemuita? Disco imeingia Masai. Umemuita? Umemuita yeye? Mimi nimemuita sangapi? Ngoja kamsikilize. Twende wote shogangu. Nimemuita mmoja mmekuja wawili. Mbinguni akiitwa mmoja wanakuja wote, ulikuwa ujui? Ovyo. Sikia nikwambie Cheusi. Kiukweli mimi hapa nimetokea kukupenda tangu siku ile pale. Unajua naona nipenda yule jamaa tu kama alikuwa anaharibu mambo, anavuruga mambo. Naomba mimi na wewe tuwe wapenzi. Kama kukupa babu ningekupa. Tena toka siku ile. Mimi sina hata baya. Lakini kinachonifanya nisikupe ni vitu hivi. Vili babu wa pombe. Pombe zinanichetua. Pombe zinanichetua, zinanishinda kabisa. Cha pili ni lile tukio lilofanywa kule duniani. Kingine shoga yangu, kule duniani alikuwa analewa. Kaja mbinguni pia akalewa. Wewe uogopi? Nielewa siku ile nilikuwa na mawazo, nilikuwa nimekunywa kama kupunguza mawazo tu. Hauni aibu. Sasa sikia nikwambie. Ukiacha hizo pombe zako, huku mbinguni nitakupa wote wawili. Alafu mimi nitakupa style ya pipitida. Wewe ndo pipitida mbinguni. Naonekana. Mama, hii kitu haijakaa sawa kabisa. Uzuri ni kwamba hichi kitu amekifanya kwangu ambaye najua hii ni michezo. Vipi akifanya kwa watu ambao hawamjui, hamuoni kama hii ni hatari kwake? Kibaya zaidi, yeye anajua kabisa kwamba haonekani. Yaani anaiba huku akiwa anacheza. Hii imekaa vibaya sana. Kwa makini sana. Hii haijakaa vizuri. Lazima mkae muweze kuona namna gani mnaweza mkaa viweka hivi vitu sawa. Tofauti na hapo, usipokuwa makini, mwaneno atakuja kuacha pombe akiwa ni marehemu. Mwenyezi Mungu, hebu msimamie mwanangu asije kukutwa na matatizo mengine ya Rabbi. Haya jamani, haya mambo tunafanyaje? Mambo yameshakuwa makubwa. Gramu kaacha pombe, sasa kawa mwizi. Kenda kuiba sabufa la watu huko, mwenyewe kaja anataka hela nimpe. Mama, sio uwizi tu peke yake. Yaani kiufupi kaka mkubwa anatudhalilisha. Yaani anatufedhesha sisi familia yake. Kwa sababu kesi zote zinazokuja hapa ni za kwake mama. Hebu angalia. Huko nje huko mama unasikia kamwibia mtu hela. Sio maneno vizuri. Acha na hela. Mara kama hivyo unavyosema, kachukua sabufa. Yote 9 10 alikula mandazi yetu ya kindoro. Hasara ngailipa mimi. Kingine mama wewe shahidi. Kamkimbiza mjomba na panga. Sasa usiuchizi mama huu. Yaani kiufupi anarudia hasara. Na mimi nimechoka. Kabisa? Sasa nimekaa nimefikiria. Nimeona kitu kimoja. Ukicheka na nyani utavuna mabua. Yaani leo hivi akirudi leo tunashirikiana kwa pamoja. Huruma sio malezi. Tunamfunga kamba, tunampeleka Milembe. Na kama sio Milembe, basi polisi moja kwa moja. Hapana shemeji. Mimi kwenye hilo wazo lenu sipo kabisa, sipo na nyie. Wewe tena
unatugeuka. Mama, sio kama nawageuka. Adhabu tulompa mume wangu ni kubwa kweli. Mume wangu yupo mtaani huko, jua lake, mvua yake, yani ni anahangaika mpaka namuonea huruma. Alafu sasa hivi mnawaza tena eti tumpeleke Mirembe. Na mnajua kabisa Mirembe wanapelekwa machizi. Na wakifika kule lazima wapewe vidonge vya nani vya uchizi vile. Tumpeleke mume wangu. Kwa hiyo mnataka arudi hapa sasa awe chizi kweli nianze kuhangaika naye? Hapana kwa kweli. Yaani mimi hapa ninachowaza, kama vipi akija tumwambie tu kweli. Shemeji, wewe ndio ulikuwa unakuja hapa kipaumbele na kusema kabisa kwamba jamani huyu kaka yako ananipiga. Si ndio mama anakuja anasema hapa. Huyu analewa sana anisikilizi, anakopa mikopo. Kama vipi basi mimi aniache. Sasa leo sisi kukusaidia wewe ndio imekuwa sababu tena watu badilika yani kisengele nyuma yani. Maana yake unaenda mbele nyuma nyuma mbele kama sigara kali. Huku upo na huku upo. Shemeji. Sio kweli. Haya basi hebu tuacheni. Sote ile tuliwe hili moja. Tunafanyaje sasa? Hapo mama cha kufanya. Kwa kuwa mwenyewe mke wake huyo hataki tumwambie. Basi tukomae tuna hilo moja. Wenda Mungu atasikia kilio chetu na tutaambamba chochote kitu. Salima we mama wangu, sio kunifanyia kitu kama hiki. Kisa huko sijui nitakuwa na mgeni gani sikumuaga hata mama maskini ya Mungu. Mjomba anaonekana mgeni huyu. Sikafa leo, si jana huyu. Mjomba vipi tena? Mbona kilio? Kaka kuna watu wanaloza chatu kakaangu. Hadi kuna watu ugoko wanafulia dafu. Mimi bana mahusiano ndio nileta huko hadi sasa hivi sijui hata niko wapi. Mimi naona tu natembea na nikifika sehemu sina watu, hakuna watu bwana nimekuona hata wewe kakangu nikupe alionijaa moyoni. Mimi bana nilikuwa na Salima nimemuoa. Kutoka huko nimefika hapa nimekuta lango umefungwa. Kupasua niingie ndani namkuta Salima tayari mwanangu uko juu ya mtu anapumua. Tu ana nywele hadi hapa. Kwa hiyo ikawaje ni mpaka ukafa? Kaka nikasema leta nilete wanaume na nilisha kodi nalipa mimi nikasema nimpige yule bwana kaka nilisikia tu kitu kitafanya. Ukajikuta unakufa wewe baada ya kufumania ukafa wewe. Yaani nimefumania lakini bado mtu ananipiga inauma. Kiukweli mimi nina tukio langu zito ila hilo lako zito zaidi. Hilo lako kubwa kushinda hata langu. Hapana. Wewe lako kaka kubwa kuna mtu asilijua. Wewe mtu uko sijui mananili. Mimi hata mimi nikikuona unajua ukikutana na mtu ambaye umefanana naye matatizo au kakuzidi kuna lie na kaa. Lako kubwa, usiseme. Yaani sijaelewa. Yaani wewe umekufa lini? Si jana si juzi. Yaani langu mimi lipi tena umejuaje? Yaani nini yani? Yaani wewe huku ni kama sterling. Mtu tu akifika pale kwa kusabiana makosa pale sijui dhambi zako, wanakuambia kabisa kuna mtu kafanywa hichi inauma. Hivi nikikuimagine ni mtu aliyokuwa anafanya hivyo alikuwa. Oya poa basi baadaye haina shida. Pole wako. Wale kiuza wewe mbona yumba mwanangu wewe? Wewe mbona kuupukia watu enoma nini? Unaifanya ujui au vipi? Sikia nikwambie. Hizo habari zako mimi ninazo. Hiyo tabia ya kumshirikisha brother kwenye majambo yako mimi si mind yani. Ninazo habari kwamba wewe umemchukua brother, mkaenda kupiga matukio, umeenda kuiba sabufa. Sabufa umepata wapi? Hizo habari za kuzusha wewe mtauja uzoea. Nani asijua kama mimi mtukufu, unajua zile mtu wa Bible. Jumapili nimetoka kanisani. Wewe sikia, kiulizo. Huko na ukaenda mimi nitakuzingua. Sio umeelewa vizuri? Mimi nakwambia mimi na uhakika. Mimi naongea kabisa. Au sisi tunatoboka nyumbani tunapata hasara kwa ajili yake. Acha kuzingua kiulizo. Acha kuzingua nitakuzingua nakwambia. Yaani sikogopi kwa chochote yani. Yule brother tunafanya hivi. Sio kama ujui. Unajua vizuri kwamba yule tunafanya hivi ili mradi aache ujinga wake wa pombe. Sasa wewe ndio umeona sehemu nzuri ya kufanikisha majambo yako. Sasa sikiliza, leo ndio mwanzo na mwisho. Siku nyingine ukikutana na mimi hivi. Oya. Mimi nishamaliza. Yaani kama usela mimi naweza. Kwanza usela huko hivyo. Usela ni itikeli, ni kodi. Sasa wewe kodi huna, itikeli huna. Nitakuonesha kama mimi ndo kanikiko, nakwambia. Sasa usichambe umbea basi na wewe. Mimi nadhani umenielewa. Ikijirudia tena hii nitakuonesha namna gani vipi hapo.
Alaza mapema kamanda. Alaza mapema babuni kamanda. Na masela. Dogo inakwaje? Kama kaa. Da. Unajua nimekuangalia siku 2-3 hizi sijakuona. Alafu nilikuwa nataka niongee na wewe jambo moja la msingi sana mdogo wangu. Ndogo wangu mimi naipata makabilini huko moja sana. Kwa hiyo shida mimi nakuja. Mimi huko siji kabisa. Huko mnasambaziana habari zangu anafiki maiti kwa kubwa nyinyi. Kwani uongo? Maiti wa Mbeya kaa nini? Sasa mdogo wangu unajua mimi nimehangaika sana kutafuta mademu bwana. Nitafuta mademu duniani sipati demu kudadeki. Alafu inakuwa naona sana mambo ya mademu hata siku ile pale. Mambo ya mademu nini koka vipi niangalizie chula hata mmoja huko maiti chula fulani. Acha ujichetua. Asa mademu ya nini ndugu yangu? Mbona unachetua ndugu yangu unaitoa akili wewe mademu ya nini? Sasa mademu wa nini vipi? Mimi nataka mademu. Wa nini? Nishi wa nini? Yaani wa nini vipi? Mademu wa nini vipi? Kwani wewe mademu wewe wa nini? Hizo mimi nikufa tu unatendo wanyo unatendo nikiwa na nani. Sasa wewe nani? Nani? Basi bako wewe mademu wa nini? Dogo acha hizo basi. Kwa mtu ukibako ndo hutaki mademu. Sasa wa nini hapo? Nini? Alafu nishaona hii mambo ya kubako bako mnahitaji sana mpaka naizoea kwenye akili yangu. Sipendi hiyo kauli. Nishakwambia sipendi hiyo kauli hiyo. Sasa hicho ufanye nini? Wafanye nini? Demu. Mimi najua nashangaa kuna kufanya nini? Yaani wa nini? Kwa nini nanyi mnashangaga? Mimi kajua nani? Fala. Oa. Familia. Ngoja nimalize ya mwisho. Vipi bwana? Safi. Unajua kicha yangu nimekaa leo nimekutafuta sana. Sana ninapokuambia nimeingia hadi bichi lako kule bondeni sijakuona. Nimetumia puli nikajua nachakachua, kuna mchongo nataka nikuelekeze kicha yangu. Nisikilize sasa niangalie mchongo mkubwa ujue. Pale kati kwa Mwarabu kwa nyuma pale nyumbani bati jekundu hii. Kuna TV inchi 64. Leo napita macho inchi 64 hii hapa. Nikaskuti. Dogo mimi nishakuelewa nini nataka uongee kudadeki zako. Yaani nishakuelewa nini nataka uongee. Nataka nikakusaidie kuiba vitu vyako. Mimi mwenyewe unavyoona nina shida zangu kibao zinaniskuti hapa zinaniendesha. Mimi nina ugumu kudadeki. Sijui dem tangu nimekufa nahangaika natafuta dem. Marehemu wananikataa. Unaniliona nitaka mimi nikusaidie tu vitu vyako. Mimi mambo yangu yananiendea vipi? Mjinga nini? Pambana na hali yako. Sasa janangu hilo la kugombana mimi na wewe mwanangu Vevo. Mimi na wanangu wanatumia balozi wa kijiti hapa. Piskali zimenyoka hiyo. Unajua mimi naenda kukindia mmoja au na mwanangu Vevo heshimia hayo hapo. Yaani sijakuelewa unamaanisha yani nao wanaweza akaniona? Anakuona sio anatumia kijiti kama mimi brigedia hapa, unajua mnaishi macho. Unasemaje? Mchongo wangu tu ufanyike. Wewe ingia ndani saa hizi unakinda mazingira yako hamna anayekuona kama kawaida mimi niko hapa. Babake.